Mwaka huu tuna vipengele 21, mwaka jana tulikuwa na vipengele 20, kwa hiyo kuna kipengele kimoja kimeongezeka cha tuzo za wanamichezo bora. Kipengele cha kwanza ni cha mwanamichezo bora wa kiume, kifuatiwa cha mwanamichezo bora wa kike. Kutakuwa na mwanamichezo bora kijana wa kiume na mwanamichezo bora kijana wa kike. Kutakuwa na mwanamichezo bora wa kiume mwenye ulemavu na mwanamichezo bora wa kike mwenye ulemavu. Tafuatiwa na timu bora ya mwaka ya wanaume kwa upande wa timu za taifa, lakini pia kutakuwa na timu bora ya mwaka ya wanawake kwa upande wa timu za taifa. Kutakuwa na timu bora ya mwaka ya wanaume upande wa vilabu na timu bora ya mwaka ya wanawake kwa upande wa vilabu. Tutakuwa na kocha bora wa kiume kwa mwaka na kocha bora wa kike kwa mwaka. Tutakuwa na mwanamichezo bora wa kiume kutoka shuleni na mwanamichezo bora wa kike kutoka shuleni. Tutakuwa na kipengele cha mwamuzi bora wa kiume wa mwaka na mwamuzi bora wa kike wa mwaka. Kutakuwa na mwanahabari bora wa michezo wa kiume wa mwaka na mwanahabari wa michezo bora wa kike wa mwaka. Tutakuwa na mwanamichezo nguli wa zamani, Sports Legend Award, na mwanahabari nguli wa michezo. Hichi ni kipengele kipya. Lakini mwisho tutakuwa na tuzo ya mchezaji bora chaguo la watu, kwa maana People's Choice Award. Hii kipengele kilianza mwaka jana. Katika kufanya maboresho na kuongeza thamani katika tuzo hizi, tutaendelea kuwa na kipengele cha tuzo ya mchezaji bora chaguo la watu, People's Choice Award. Katika kipengele hiki wadau na wananchi watapata nafasi ya kumchagua mchezaji bora wanayempenda na kuona anafaa katika tuzo hizo kwa kuandika jina la mchezaji na kulituma kwa namba ya WhatsApp, na namba hiyo ni alama ya kujumlisha 255 68 95 25 363. Tarudia, alama ya kujumlisha 255 68 95 25 363. Lengo la kipengele hiki ni kuwapa nafasi wadau kushiriki mchakato wa kumchagua mchezaji bora ambaye wanaona anafaa, amefanya vizuri kwa mwaka 2025. Natoa wito kwa wapenzi wa michezo mbalimbali kuwapigia kura wanamichezo ambao wanaona wamefanya vizuri ili waweze kupata tuzo.